Sura ile ya 10. Taanza kusoma mstari ule wa 5, ingawa hapo inaonyesha tunaanza wa 6. Nisikilize vizuri. Nasema baada ya hayo utafika Gibea ya Mungu, hapo palipo na ngome ya Wafilisti. Kisha itakuwa utakapofika mjini, utakutana na kundi la manabii wakishuka kutoka mahala pa juu, wenye kinanda na tari na kinubi na filimbi mbele yao, nao watakuwa wakitabiri. Na Roho ya Bwana itakujilia kwa nguvu, nawe utatabiri pamoja nao, nawe utageuzwa kuwa mtu mwingine. Basi hapo ishara hizi zitakapokutukia, fanya kama uonavyo vema, kwa kuwa Mungu yu pamoja nawe. Naomba nirudie kusoma haya maandiko. Roho Mtakatifu alinifunulia kongamano la mwaka huu lina sura hii, lina matokeo haya, lina nguvu hii. Narudia kusoma. Baada ya hayo utafika Gibea ya Mungu. Hebu mwambie mwenzako, tunakwenda kufika Gibea ya Mungu. Kwenye kongamano hili tunaingia kwenye Gibea ya Mungu. Haleluya. Unaenda kufika kwenye Gibea ya Mungu, na watu wote watakao kuja kwenye kongamano hili wanaenda kuingia kwenye Gibea ya Mungu. Haleluya. Haleluya. Baada ya hayo utafika Gibea ya Mungu, hapo palipo na ngome ya Wafilisti. Pana ngome ya maadui, lakini Mungu ameweka Gibea yake. Pana ngome ya matatizo, lakini Mungu ameweka Gibea yake. Ukisikia ikulu inapelekwa Dodoma, lazima Dodoma pawe pazuri. Lazima Dodoma wapate fursa, kwa sababu pamekuwa Gibea ya Tanzania. Sasa sisi tunakwenda kufika kwenye Gibea ya Mungu. Haleluya. Kongamano hili linakubeba kukuingiza kwenye Gibea ya Mungu. Haleluya. Haleluya. Niliwaambia kwamba wa kwanza kubeba kuingizwa kwenye Gibea ya Mungu ni mimi. Haleluya. Ngoja nikusomea haya maandiko na uyaelewe vizuri, utashangaa sana. Hapo palipo na ngome ya Wafilisti, Mungu huwa anaweka, sikilizeni, hata mataifa yote, hata nchi, ukiona wapi kilijengwa kituo cha polisi, ujue kulikuwa na ngome ya matatizo, ukapelekwa usalama. Haleluya. Haleluya. Mungu anasema utafika Gibea ya Mungu, palipo na ngome ya Wafilisti. Kisha itakuwa utakapofika mjini, utakutana na kundi la manabii wakishuka kutoka mahala pa juu, wenye kinanda na tari na kinubi na filimbi mbele yao, nao watakuwa wakitabiri. Tutakutana watu wengi wenye vinanda, wenye sifa, wenye nyimbo katika kongamano hili. Tunakutana na karama na vipawa, manabii tunakutana wanatabiri. Mungu anatusimamisha kwenye kongamano hili, sisi tutabiri. Kila atakayejiingiza atatabiri, kila atakayejichanganya atatabiri, kila atakayeingia atatabiri. Haleluya. Alafu anasema hivi, ule mstari wa 6, na Roho ya Bwana itakujilia kwa nguvu,
Hebu mwambie uliye jirani naye, Roho wa Mungu anakwenda kukujilia kwa nguvu. Roho wa Mungu anakwenda kukujilia kwa nguvu, na wewe utatabiri pamoja na manabii, nawe utageuzwa kuwa mtu mwingine. Nawe utageuzwa kuwa mtu mwingine. Nini maana yake? Kongamano hili Roho wa Mungu anakwenda kutufikisha kwenye Gibea ya Mungu. 2, kongamano hili Roho wa Mungu anakwenda kutuijilia kwa nguvu. 3, kongamano hili Roho wa Mungu anakwenda kutupa kutabiri, sio kunung'unika, sio kulia, sio kufadhaika, sio kujuta, sio kukata tamaa. Anakwenda kutujilia kwa nguvu na atatupa kutabiri. Haleluya! Kutabiri ni kuzungumza mema ya Mungu ili atokee. Kutabiri ni kutamka mema ya Mungu ili aanze kuwepo. Wao tunakwenda kujiliwa na Roho wa Mungu kwa nguvu, halafu tutatabiri. Lakini jambo lingine la ngapi? La 4, unakwenda kugeuzwa kuwa mtu mwingine. Haleluya! Hutakuwa tena asiyeomba, hutakuwa tena mkavu asiye na bubujiko. Ukijaribu tu kuomba utasikia chemichemi zinazibuka, unazibuka. Ukigusa tu, hata kama ni mhubiri, hautakuwa mhubiri wa kawaida. Nilikuwa natamani nitangaze kwenye mtandao kwamba wahubiri waje hapa, wachungaji waje hapa, wanakwenda kubadilishwa kuwa wachungaji wa tofauti. Sio wachungaji wanaolira wakisema watu wana mioyo migumu, bali watakuwa watu wa ajabu, wakinena neno litalipuka na kuyeyusha mioyo ya watu. Hali ya kiburi, hali ya jiwe itayeyushwa, watageuzwa kuwa mtu mwingine. Kuna neno hapa Sauli anaambiwa hivi, na hizi ishara zikikutokea za kuingiliwa na nguvu za Roho Mtakatifu, zikiingia ndani yako ukasikia milipuko, sasa hapo anza kufanya mema yote unayotamani uyatende chini ya jua. Haleluya, haleluya. Maana yake nini? Binadamu wa kawaida hawezi kufanya mema kwa kiwango anachotamani. Haleluya, haleluya. Hata kama ana baba yake anatamani kumtunza, lakini kwa sababu ya ukawaida wake atafanya kidogo, vingine atashindwa, atatamani aziweke kwa ajili yake. Hata kama ana mtoto wake atafanya, lakini akibadilishwa kuwa mtu mwingine anafanya kwa kiwango anachotamani. Halafu mtu yeyote ambaye hajawa na Roho Mtakatifu, wema wake wowote ni wa kawaida, lakini akipewa Roho Mtakatifu, wema wake unazidi kawaida, upendo wake unazidi kawaida, huruma yake inazidi kawaida, mpaka Yesu akauliza swali, ni nani mwenye upendo wa namna hii hata kiasi cha kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake? Kwa sababu Roho wa Bwana alikuwa juu yake, hakuwa mtu wa kawaida. Haleluya, haleluya. Nawe utageuzwa kuwa mtu mwingine.
sio yule aliyekuwa anashindwa miaka yote, anakwama miaka yote. Mema yote unayoyatamani utaona sasa inayaweza kuyafanya, na ukiyafanya yatafanyika. Hili ndilo limebeba ujumbe wa kongamano letu. Ni kongamano la kubadilisha watu wawe wa aina nyingine, si watu wanaotenda dhambi. Wanabadilishwa kwenye kongamano hili wawe wasiotenda dhambi. Haleluya, haleluya. Gibea ya Mungu imewasili, na sisi inatupeleka kwenye mabadiliko, kuwa watu wa tofauti. Haleluya, haleluya. Ukiwa mtu wa tofauti, utamwambia anayekufa usife, ataishi. Utamwambia aliyekata tamaa usilie, futa machozi, iko baraka itatokea. Utamwambia aliyevunjika moyo, jipee nguvu, atatiwa. Ukiwa mtu wa namna nyingine, kwa kubadilishwa na Roho Mtakatifu. Kwa nini lazima uwe mtu wa namna nyingine? Kwa sababu linalomliza mtu anaelia, na wewe ukiliona litakuliza, maana na wewe uko sawa na yeye. Ngoja niwaambie wamama, unapojifungua unajionaje? Una mwenzako anazaa katoto kamekufa, akilia haikugusi, kwa sababu na wewe ni wa kawaida kama yeye. Lakini ukijiliwa na Roho Mtakatifu, sikiliza, Yesu akiwa amejiliwa na nguvu ya Roho Mtakatifu, akakutana na mama analia, mtoto wake pekee anaenda kuzikwa, na alibaki mmoja. Roho wa Bwana akaja juu yake, akamwambia mama, usilie. Akaenda kwenye jeneza, akamwambia yule maiti, akamwambia kijana, inuka kutoka kwenye jeneza. Kijana kainuka, kwa sababu hayuko sawa yeye. Kwa Roho Mtakatifu hayuko sawa na waliofiwa. Kwa Roho Mtakatifu, kwa Roho Mtakatifu utakutana na watu ambao wanataka kuvunja ndoa zao, wakieleza matatizo ya wanaume, wakieleza matatizo ya wanawake. Katika Roho Mtakatifu utatamka neno la tofauti, kwamba usitoke kwenye ndoa, liko tumaini, na Mungu atawapa tumaini. Haleluya, haleluya. Utakutana na ndugu yako, dada yako, kaka yako, utakutana na mdogo wako, anasema mwanaume ananichukulia wanawake, anachukua wanawake, lakini wewe kwa Roho wa Bwana anatamani atoke. Wewe hautalia, utamwambia tumpeleke kwa mafuta ya Roho Mtakatifu, tumpeleke Gibea ya Mungu. Haleluya, haleluya. Utabadilika kuwa mtu mwingine. Wakati watu wanazimia, wewe ndio unapotoa nguvu, kwa sababu umebadilishwa kuwa mtu mwingine. Wakati wengine wanapata hofu, wewe ndipo unapata ujasiri. Ilimtokea Daudi katika vita na Goliati. Wakati wengine wanakimbia, yeye anamkabili Goliati kwa sababu ya yale mafuta ya Roho Mtakatifu yaliyo juu yake. Wakati wengine wanaogopa, yeye ndipo anapata ujasiri. Utabadilishwa kuwa mtu wa namna nyingine. Haleluya. Sikiliza, twende Gibea ya Mungu. Andaa moyo wako kwenda Gibea ya Mungu. Samueli anamwandaa Sauli,
anamwambia sikiliza, hautarudi kwa baba yako kama ulivyokuja. Umekuja moyo wako umeelekea kwenye mali za baba yako, unatafuta punda waliopotea. Lakini kuanzia sasa akili yako itabadilika, hautatafuta tena punda wa baba yako, bali utatafuta watu wa Israeli wamgeukie Bwana, kwa sababu roho ya Mungu atakujilia juu yako. Roho ya Bwana akija juu yako, hautatafuta tena maisha, hautatafuta tena fedha, hautatafuta tena utajiri, utatafuta roho zilizofungwa ziachiliwe. Haleluya! Tunakwenda Gibea ya Mungu. Andaa moyo wako. Nasema tutakapofika mahala pa juu pa Gibea ya Mungu, Roho wa Bwana atatujilia. Roho wa Bwana atakujilia. Roho wa Bwana atakujilia. Roho wa Bwana atakujilia kwa nguvu. Roho wa Bwana atakujilia kwa nguvu. Mama mmoja walikuwa wanamuita jina Mama Nzagamba. Alikuwa kahaba wa kutupwa. Ni mama mwenye umri wa miaka 47, lakini ni kahaba mno. Mzee Nzagamba anampenda Yesu, anampenda Yesu, amejaa neema ya Mungu. Nikawa nafundisha mafundisho ya Roho Mtakatifu. Nikasoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 1 na mstari wa 8, kwamba Roho wa Bwana mtapokea nguvu atakapowajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Nilianena maneno haya, Mzee Nzagamba analia machozi. Mama ni kahaba na ni mke wake wa ndoa, wamezaa watoto wameingia kazini, lakini mama, watoto wamegoma kukaa nyumbani kwa aibu ya mama yule. Mama anakuja amelewa saa 6 usiku, anakuja na wanaume, halafu anampokea mume wake, wape chakula wanaume. Chagua kolelokole wako hapa, unaona wanaume ni hawa. Mama Nzagamba amekuwa jeuri kuliko kawaida. Siku ile nikasema Roho wa Bwana atakujilia kwa nguvu, na utakapokutana na yale ambayo yalikuliza utabadilika kuwa mtu mwingine. Yule Mzee Nzagamba akajaa Roho Mtakatifu. Wakati ninahubiri alisimama akanyanyua mkono namna hii. Wakati naendelea kuhubiri mkono wake ukaanza kutetemeka, akaanza kunena kwa lugha. Nikiendelea kuhubiri Mzee Nzagamba akadondoka, akajaa Roho Mtakatifu. Alipotoka pale akaenda kananena kwa lugha. Amenena kwa lugha nyumbani kwake mpaka saa 6 usiku. Alipofika saa 6 usiku, wakatokea wale wanaume na gari, wamemshika yule mwanamke anapepesuka, na wao wanapepesuka. Wakaja sebuleni kama kawaida yao, hawamwogopi Mzee Nzagamba. Ni mzaifu, ni mjinga, lakini kumbe Roho ya Bwana imemjilia kwa nguvu. Pale akatamka neno, kuanzia leo hamtalewa tena, wala mke wangu hatachezewa na wanaume tena, bali atajiliwa na nguvu ya Roho Mtakatifu. Alipotamka hivyo, yule mama akaanza kunena kwa lugha katika pombe zile za Roho Mtakatifu, lakini alinisikiliza. Haleluya! Alinisikiliza neno. Ninaponena ujumbe huu, ninasikia Roho Mtakatifu
anatamani kukujilia kwa nguvu na kukubadilisha uwe mtu mwingine, ili useme usiyoweza kuyasema. Hautanena tena maneno na sentensi ambazo umekuwa unazizungumza juu ya afya yako, hautazitamka tena. Bwana atakujilia kwa nguvu. Hautazungumza tena zile sentensi umezungumza juu ya uchumi wako, hautatamka tena. Kuna maneno mapya utayatamka. Kamori la Musa, utatamka jambo jipya linaloletwa na Roho wa Bwana atakapokujilia kwa nguvu. Utatamka jambo jingine juu ya watoto wako, wale walioshindikana, wale walioshindwa kuwasaidia. Hautatamka maneno mabaya juu yao. Roho wa Bwana atakujilia kwa nguvu. Mzee Zadeba akasema, mke wangu sio mlevi. Akatamka, alipotamka yule mama akadondoka chini, akanena kwa lugha mpaka asubuhi. Asubuhi anatambaa, ameshindwa kunyanyuka, anamwambia mume wangu nisamehe. Mume wangu, utanisamehe kweli? Utaweza kunisamehe kwa mabaya niliyokutendea, kwa aibu niliyokufedhesha, kwa mabaya niliyokuumiza? Lakini nguvu imetoka juu. Roho wa Bwana amekuja juu yake kupitia mume wake. Sikiliza, Roho wa Bwana atakujilia kwa nguvu. Roho wa Bwana atakujilia kwa nguvu. Sikiliza, mimi nilikuwa ni katika familia kote, nilikuwa ni kati ya watu ambao nazalaulika sana. Kila kitu nadhalaulika, kila kitu nadhalaulika. Hata nikitoa mchango wa maneno wanacheka kwanza wote, yaani wanaona ninaongea broken. Nilipojiliwa na Roho wa Bwana nikawa mtu mwingine. Popote nilipo, neno langu moja linasubiriwa. Kiwa kikao cha wachungaji, neno langu ni la thamani. Kiwa kikao cha serikali, neno langu ni la thamani. Kila mtu anatamani, na hata nikikaa kimya wanasema hapana, Dr. Ngasa hajazungumza, kwa sababu Roho wa Bwana amenijilia juu yangu. Nimekuwa mtu mwingine, sio wa kudharauliwa. Roho wa Bwana atakujilia juu yako, na wewe utabadilishwa. Na wewe utabadilishwa. Hautakuwa wa kudharaulika tena, hautakuwa wa kubezwa tena, hautakuwa wa kuchukiwa tena. Roho wa Bwana atakujilia juu yako, na wewe utatabiri mema juu yako, utatabiri mema juu ya ndoa yako, utatabiri mema juu ya watoto wako, utatabiri mema juu ya afya yako, utatabiri mema juu ya uchumi wako, utatabiri mema juu ya mume wako, utatabiri mema juu ya elimu yako, utatabiri mema juu ya kazi yako, utatabiri mema juu ya huduma yako. Hautakuwa asiyeweza kuimba tena, utakuwa mwimbaji wa kutisha. Roho wa Bwana atakujilia juu yako. Isambori alaba Isaka. Utakuwa anayeponya vipofu, utakuwa anayefungua viwete, utakuwa anayefungua viziwi, utakuwa anayefungua mabubu, utakuwa anayekemea kansa, utakuwa anayekemea upofu, utakuwa anayekemea ukimwi. Roho wa Bwana atakujilia kwako, na wewe utakuwa mtu wa namna nyingine. Roho wa Bwana anakujilia juu yako jioni ya leo. Simama ulishike tangazo lako, simama ulishike tangazo lako, na tunakwenda kujazwa na nguvu ya Mungu. Mwambie Roho wa Bwana unijilie kwa nguvu, kwa tangazo hili, kwa ujumbe huu, unijilie kwa nguvu na unibadilishe kwa mtu mwingine. Na matangazo haya kokote yatakako kwenda, hata wakati wanasoma tu watabadilishwa akili zao, wanaposoma tu tangazo watabadilishwa fahamu zao. Roho wa Bwana
akakujilia kwa nguvu katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Hebu kila mtu nenda sasa, tukaingia kwenye maombi. Nenda sasa kamwambia Roho Mtakatifu akakujilia kwa nguvu. Namwambia Mungu, naiendea Gibea ya Mungu. Wewe naiendea Gibea ya Mungu hapa katika madhabahu ya kijiji. Nifikirie Gibea ya Mungu. Onalibo shaka Rikasamuli labo. Ruhusu sasa, fumba macho, mambo mengi. Ruhusu kuomba katika Roho Mtakatifu, na nguvu itakujilia juu yako. Roho Mtakatifu atakujilia juu yako, na wewe utaanza kutabiri mambo makubwa yasiyonenwa na watu wa kawaida, yananenwa na watu wa ajabu waliojiliwa na Roho Mtakatifu. Nitabashaka katika jina la Yesu Kristo. Roho Bwana, shuka sasa juu yetu Bwana. Shuka sasa katika maombi haya. Shuka sasa katika jina Bedabashike melina beberita Rinelizemaria lababosha. Moto wa Roho Mtakatifu uje kwa nguvu juu yangu, uje kwa nguvu juu ya binti huyu, uje kwa nguvu juu ya mama huyu, uje kwa nguvu naye abadilishwe kwa mtu mwingine, kwa mtu mwingine. Upokee badiliko la Roho Mtakatifu. Ninaiona mvua ya masika ya Roho Mtakatifu inakwenda kuponyesha katika Gibea ya Mungu. Lemoria na Rasha, Lemori babasaya, Lataposabari la beshe, katika jina la Yesu. Roho Bwana, Wela babasha komeli beridale la babasha, Inalama barila babasha kebelia, Inalema maraba basi. Roho Bwana, shaka kwa nguvu, tujilia kwa nguvu, tujilia kwa nguvu. Maisha yetu yajilia kwa nguvu, roho zetu zijilia kwa nguvu, nafsi zetu zijilia kwa nguvu, mioyo yetu ijilia kwa nguvu, fahamu zetu zijilia kwa nguvu. Katika jina la Yesu utufunike kwa nguvu. Itamasari beberirisha uwepo wa ajabu, badiliko la ajabu, matendo ya ajabu, unabii wa ajabu. Utokee vinywani mwetu, utokee vinywani mwetu, tukanene mambo yasiyo ya kawaida. Itababasike melimoria ra kwa jina la Yesu Kristo. Imelima maraba shaka iparababasike kwa jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu tujilie kwa nguvu, akujilie kwa nguvu. Roho Bwana, jioni ya leo ujiriwe kwa nguvu, jioni ya leo ujiriwe kwa nguvu, jioni ya leo akujiria kwa nguvu. Nibashaka inalema mawesa inalababorirase itarababarilabo inaribekoriase itababorilabosha inarimegorimesi italibabosha. Hapana kujiria kwa nguvu. Mtu mwingine, mtu aina nyingine, mtu aina nyingine, mtu aina nyingine, katika jina la Yesu. Mtu aina nyingine ubadilishwe, 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 ubadilishwe. Mshama maraba baba lila bako kama senyari la bela baita inalima maria basa ila bokori fasia inalama maria babasha. Uwe asiyeombewa magonjwa bali anayeombea wagonjwa. Uwe asiyeombewa uponyaji bali anayeombea uponyaji. Pokea, 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 pokea. Ikarababoshe inalima mamarelabo ikarababosike inalima mesha inalababowesi ikalilabo ikakatoraboshe. Mtu mwingine sasa, pokea nguvu, pokea nguvu katika jina la Yesu. Roho Bwana kujilia kwa nguvu, Roho Bwana kujilia kwa nguvu, Roho Bwana kujilia kwa nguvu, Roho Mungu kujilia kwa nguvu. Gibea Mungu imewajia, Gibea Mungu imewasili wako sasa. Gibea Mungu imefika wako sasa katika jina la Yesu. Italebesha wanalema marebeko itarabesa.
katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Mabadiliko makubwa ya ajabu yasiyo ya kawaida yatende kazi katika maisha ya wanawake na wanaume, yatende kazi kwa watoto na wakubwa, yatende kazi kwa udhihiriko wa nguvu za Roho Mtakatifu, kwa udhihiriko wa ujio wa Roho Mtakatifu. Nguvu za ajabu zitokee katika maisha ya wanadamu, katika maisha ya wanawake, katika maisha ya wanaume, katika maisha ya watoto, katika maisha ya wazee, katika maisha ya vijana. Kwa nguvu litabolebosi wenda regole palamoni alaba wenda remesita labamos wekari meberi labesha wenda lama mori labosike wetalamo yanda remelebos wekori alaba valabosai. Pokea matendo ya Mungu yaanze kubadilisha maisha yako. Nguvu ya Mungu yaanze kubadilisha ufahamu, uanze kubadilisha imani, uanze kubadilisha imani, uanze kubadilisha imani. Katika jina la Yesu Kristo. Limoya marama marabasa lenda lama kore talebosi lenda lemeleri labasha katika jina la Yesu Kristo. Komolobosi lenda lema mori labas kore la sina la mai kodo de kore sikane lebosha lenda lama mereka katika jina la Yesu. Baba, kokote tangazo hili linapofika, bosa maisha ya watu wabadilishe, wanaotufuatilia kwa namna yoyote. Roho Mtakatifu wajirie, wamejiunganisha na kibea ya Mungu mahali hapa. Ribosha wenda likaya wenda robo shaka, wote wanaojiunganisha kuja kwenye kibea ya Mungu, kila mmoja akabadilisha. Kansa ikatoke, asiwe na kansa tena katika jina la Yesu. Wa Roho wa Bwana awe mtu wa aina nyingine, sio wa kulazwa tena, sio wa kufa tena, sio wa kuoza tena. Roho wa Bwana rojo yangu amenituma kuwatoa mautini wanaotaka kufa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ndoa zinazokata tamaa, Roho wa Bwana akazijirie kwa nguvu. Orimeshikori alebasha lenda rama lebebe koreka lenda reme liboriata ramoria na sayabo rebolito takarime libosha ramoria na reme libomosha retare baba kota lenda ramare lebesi lenda lema mori labosha rama lende geritoya remoya saa legaba bosaka ikame libitiri bosho remori nemesha rangorulisha katika jina la Yesu Kristo. Unaweza ukaliweka tangazo lako, iweke tangazo lako, alafu tuombe. Iweke tu kwanza tangazo. Nataka niseme hivi, mimi unavyoniona niko sawa na wewe, niko sawa na wewe kwa kila kitu. Lakini Roho alipokuja kwangu, hicho ndicho kilicholeta tofauti. Nguvu ya Roho Mtakatifu. Ndio maana ninakutamkia upate mpenyo unapata. Yule Roho Mtakatifu alipokuja juu yangu. Sikiliza, Roho Mtakatifu anatolewa kwa watu wote. Hayupo kwa ajili ya kuhani tu, hayupo kwa ajili ya mchungaji tu. Roho Mtakatifu anatolewa kwa ajili ya kila mtu.
kila mtu ili useme jambo lisilo la kawaida na litokee, ili ukabiliane na vitu visivyo vya kawaida na watu washangae. Watu Daudi anawaambia, huyu leo mimi ninakata kichwa chake. Watu wanakataa, kumbe yeye kuna nguvu imemjilia juu yake ya Roho Mtakatifu. Sikiliza, usiishi mtu wa kawaida, usikubali kuwa mtu wa kawaida anayeogopa kila hofu, anayeogopa kila madhara, anayeogopa kila tukio, anayeogopeshwa na kila ugumu. Pokea nguvu sio ya kawaida ya Roho Mtakatifu ikubadilishe. Pokea nguvu sio ya kawaida ya Roho Mtakatifu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo. In the little greater Kisari Alabish Alegori Nekaba Saimeri Nelish. Pokea uweza usio wa kawaida. Isikilize, Bwana anataka kuja juu yako kwa hivi. Ish mine liko resaimerika. Daudi kajiliwa na nguvu isiyo ya kawaida, anatenda mambo yasiyo ya kawaida. Kalaboria lebo shiko inarimeres rinalame narialabashai ritalime shika. Roho Bwana kujilia kwa nguvu juu ya roho yako, aguse maisha yako kwa njia isiyo ya kawaida. Akujilie kwa nguvu, akujilie kwa nguvu, akujilie kwa nguvu, akujilie kwa nguvu, akujilie kwa nguvu. Ritaya, akujilie kwa nguvu, aje juu yako kwa nguvu. Limelebo boshaya, alimelime merinesha, rabo shaka. Bwana kujilie kwa nguvu. Inamala baba barabara la boshe litole kamelibisha amarenaisha. Mikono yako ijaze baraka, ukimgusa mtu abarikiwe. Mikono yako ijaze baraka, ukimgusa mtu abarikiwe. Mikono yako ijaze uzima, ukimgusa mtu aponywe. Kinywa chako kijazwe mamlaka, ukitamka itoke kwa jina la Yesu. Roho Bwana kujie kwa nguvu. Lidelimo sheme limoni ataya weda lobo bosa Victoria liboshi. Roho Bwana kujirie kwa nguvu jioni ya leo, jioni ya leo. Wala baba barele beshi memoria narine Victoria tekasi ya molanda rine bekota sita moria nerebe shori paribako rebori parirebesa landoria narabe shi baby ya Roho Mtakatifu ukachilia kwa nguvu. Memorile basita te papa because yes, naona Roho ya Bwana inawachilia watu kwa nguvu sasa. Naona nguvu inaingia ya kubadilisha maisha ya watu. Naona nguvu inaingia kubadilisha maisha ya watu. Naona ujio wa nguvu za Roho Mtakatifu unaingia kubadilisha maisha ya watu. Nimeshike tekorebe, ninaberela masha, ninalame mendita libaboka. Naona Roho Bwana anakuja Esha. Yes, 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 Roho Bwana anakuja kwenye miji yako. Nipalele sina nimalimo, nimeshike nidole kaya, ninalime milime shika. Give Samelibe ni Pariadaka, Nadagore Palime Sina Memoriala, Rana Remeshi, Rabo Doriataka, Rana Lama Maramese, Ritalamo, Victoria Saya, Remelibe Nilibish, Ricariabo Korea, Reboshe, Rilebeli Labo, Otos, Ricoribish, Ritorabaika, Ramalibisha.
Inalema warede goye paria babasha. Inalime melima borieleka. Itara babalika. Itoria besa. Inalime. Para. Akochiria kangete. Mtoa namna nyingine. Badilishe tabia. Badilishe hisia. Badilishe mawazo. Badilishe nidhamu. Itaisha, ikamilika katika jina. Asante Roho Mtakatifu. Asante Roho Mtakatifu. Asante Roho Mtakatifu. Asante Roho Mtakatifu. Asante Roho.